Hii filamu nimewahi kuifanya, lakini kuna ongezeko la watu wengi sana ambao wameomba nifanye tena. Kuna watu ambao walikuwa hawajawahi kuiona na kuna watu ambao waliwahi kuiona lakini walihitaji niirudishe tena. So nimefanya hii kwa ajili yenu. Awamu hii nimefanya kwa ukubwa kidogo kuliko hapo mwanzo. Kwa hiyo nimerekebisha baadhi ya vitu ili niweke iwe safi zaidi. Filamu hii inatokana na kisa halisi ambacho kilitokea katika ndoa ya binti mmoja anaitwa Nadizira Shafa pamoja na mme wake kipenzi Ustaz Profesa Amel Azikra. Tuangazie vizuri zaidi siku 172 za hii ndoa. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Kaa mkao wa kula, usiondoke. Filamu inaanza kwa kuonesha pande mbili za maisha ya mwanadamu. Wakati wengine wako bize kuswali na kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu, upande mwingine kuna watu ambao wako bize kuendekeza maisha ya anasa. Na katika watu hawa kuna binti mmoja ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Zira. Katika furaha mambo yakabadilika, akakosa raha kabisa. Hii yawezekana ni kwa sababu ya maombi ya ndugu zake, hususa ni mama yake mzazi ambaye alitamani sana binti yake kubadilika tabia na kumrudia Mwenyezi Mungu. Binti akiwa chooni amejikatia tamaa, anaona kabisa haya maisha hafai kabisa kuendekeza maisha ya anasa namna hii. Akikumbuka malezi ya baba yake na upendo aliyomwonyesha kabla baba yake kufariki dunia, binti akakata kabisa tamaa. Baada ya kuwa amevunja kioo cha chooni, akachukua kioo hicho na kujikata mkono wake akiwa na nia ya kujiangamiza kabisa. Lakini kwa bahati nzuri rafiki yake akawa amefika hapo na kumpa msaada. Binti akapelekwa hospitalini. Baada ya binti kupata fahamu, dada yake kipenzi akawa amefika hapa. Huyu dada anaitwa Bera. Kwa sababu familia ilikuwa imechoshwa na maisha ya anasa ambayo alikuwa anaishi binti Zira, dada akampa makavu, hakumficha hata kitu chochote. Akamwambia kwamba ni heri ungekufa, tungeomboleza kama familia wiki moja ama wiki mbili, tungesahau, lakini kwa sababu bado unaendelea kuishi, familia bado ina kazi ya kufanya. Unahitaji uishi maisha gani? Unatakiwa kujua kwamba wewe ndio tatizo katika familia yetu. Unafaa kusimama Zira. Kama ni shida unadhani wewe peke yako ndio una shida, unapaswa kusimama. Dada akamtolea mapovu ya kutosha, lakini binti mwisho wa siku akawa ameomba radhi kwa dada yake. Baada ya hapo binti akawa ameruhusiwa kurudi nyumbani. Sasa akiwa kwenye gari, binti alikuwa na wasiwasi sana kama habari hizi za kutaka kujiua zimemfikia mama yake. Lakini baada ya kufika akapokelewa na mama yake kwa furaha sana. Na mama yake baada ya kuzungumza kuhusiana na hali ya binti akawa amegundua kwamba dada yake hakumwambia ukweli mama yake kuhusiana na tukio la mdogo wake kutaka kujiua. Dada yake alimlindia sifa yake mdogo wake, hakutaka kabisa kumtia mashaka mama yake. Hili binti likamwonyesha kwamba amezungukwa na familia ambayo inamtakia mema. Binti akiwa ndani anatazama picha ya marehemu baba yake, anakumbuka maneno ya mzee wake aliyemwambia kwamba heshima ya msichana huongezeka zaidi pale anapoolewa. Matendo yake mema yatakuwa ni njia ya kumpeleka peponi. Binti akaanza kujuta, anaona kabisa maisha ambayo alikuwa anaishi hayakuwa yanampendeza Mwenyezi Mungu. Muda huo rafiki yake ambaye alikuwa ndio kichochezi mkubwa sana wa starehe na mambo ya anasa, alikuwa anaitwa Niki, alikuwa anampigia sana simu na binti hakupokea simu ya huyo binti. Kwa moyo wake binti akaamua kuondoa kumbukumbu zote za nyuma za maisha yake ya zamani. Anaona kabisa anayo haja ya kuanzisha maisha mapya. Upande wa familia watu walikuwa wanakula. Familia nzima wanatamani sana kumwona Zira akiwa amebadilika. Wana mashaka yawezekana wakampoteza kulingana na maisha ambayo anaishi. Hususan mama yake alikuwa na wasiwasi sana, lakini wakiwa hapo wakishangaa kumwona Zira kwa mara ya kwanza amejitanda. Mama yake akawa amefurahi sana na binti akamhakikishia mama yake kwamba anahitaji kubadilika kuanzia sasa. Familia ikafurahi, lakini sio kwa dada yake. Bella aliamini kabisa haya ni mapito tu, mdogo wake lazima atarudi kwenye njia aliyokuwa, hawezi kubadilika kirahisi namna hii. Binti Zira akamhakikishia Bella kwamba yupo serious katika jambo lake la kuhitaji kubadilika na kumrudia Mwenyezi Mungu. Akamwomba dada yake amsaidie ili ashikamane naye arudi katika njia iliyo ya kweli. Dada yake kidogo akawa amepata faraja, akaanza kumpa masomo. Akamwambia kwamba hatua ya kwanza ni lazima ufanye toba ya dhati, toba ya ukweli. Haupaswi kabisa kuwa na uhusiano na marafiki wako ambao sio wazuri. Tunakataa maisha yetu ya nyuma, kila kitu cha nyuma tunafaa kukiacha. Hatua ya pili ni kujiunga na kundi la kusoma Qur'ani msikitini. Kweli binti akawa amefanya hivyo. Hatua ya tatu ni kutafuta marafiki ambao watakusapoti na watakuwa na wewe katika safari yako ya mabadiliko ya kweli.
Akiwa msikitini akawa amekutana na rafiki yake mwingine anaitwa Yuni, ambaye pia aliamua kufuata mkondo wa imani, kujiweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Dada yake alipambana sana mdogo wake arudi katika njia nzuri, akaanza kutafuta msikiti ambao utakuwa na mwalimu mzuri ambaye atamfanya Zira apende dini, ajifunze dini, na kupitia mwalimu huyo Zira azame zaidi kwenye dini moja kwa moja. Siku moja Bella akiwa anapitapita mtandaoni, kwenye kupitapita akawa amekutana na posti kuhusu hijra, na mwalimu ambaye alikuwa anasimamia zoezi hilo ni Profesa Amer. Ni moja kati ya walimu ambao wanafundisha vyema sana. Bella akawa amevutiwa sana na ufundishaji wa Amer, akaamua kumpeleka mdogo wake huko kwenye msikiti wa Amer. Moja kati ya walimu wazuri sana na ana wafuasi wengi. Amer ni mjumbe mzuri sana wa ufundishaji wa masomo ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa na mtindo mzuri sana wa kuvutia katika ufundishaji wake. Alijulikana kwa upendo wake kwa kila mtu na kila kitu kilichokuwa kinamzunguka. Baada ya somo siku hiyo, Amer baada ya kuwa ametoka nje, na yeye ni binadamu, akawa anamtazama Zira kwa mbali akiwa na rafiki yake. Sasa akiwa hapo, rafiki yake kumbe alikuwa anamfahamu binti Zira, akawa amemuita. Huyu rafiki yake anaitwa Abdun. Yeye alikuwa ni mtu maarufu sana, lakini hakuiacha dini. Mara zote alikuwa akishiriki misa na kusaidia wengine. Abdun akawa amemuita Zira pamoja na rafiki yake. Baada ya kufika hapo, binti kawasalimia. Amer akadai kwamba aliwahi kumfollow Instagram, lakini binti hajawahi kumfollow back. Binti akawa ameingiwa aibu sana baada ya kusikia ustazi amewahi kumfollow na hajawahi kumfollow. Baada ya kurudi nyumbani, binti kweli akaamua kumfollow back Amer, na kuanzia siku hiyo wakaanza kuwa wanachati. Ukaribu wao ukazidi kuongezeka. Zira kila akiingia katika masomo ya Ustazi Amer alikuwa anasikiliza kwa masikio, macho mpaka na roho. Wakimaliza wanaendelea kuchati kama kawaida, Instagram na kawaida, na hili likamfanya binti kuanza kuipenda dini kweli kweli na kujitoa kuanza kujifunza zaidi kuhusiana na kumcha Mwenyezi Mungu. Siku iliyofuata Abdul akawa amemchukua Amer kama kijumbe wake, kwa sababu Amer alikuwa anahitaji kupata namba ya mama yake Zira, ana jambo anataka kuzungumza naye. Binti akawa amempatia namba. Amer inaonekana wazi kwamba alikuwa amekishwa kuanza kuvutiwa na binti Zira. Baada ya yeye kuwa amechukua namba, akawa amemchomesha na rafiki yake, kwa sababu na rafiki yake alikuwa anampenda sana rafiki yake Zira. Siku moja Zira aliporudi nyumbani, rafiki yake Niki akawa amefika hapo, akamuuliza, kwa nini unanipuuza? Kwa nini haupokei simu zangu? Kwa hiyo umejiunga na kuanza kujifunza kusoma Qur'ani, si ndio? Unaona umeyamaliza maisha, rudi kwenye maisha yako. Zira ikabidi kumfungia rafiki yake mlango nje, akamwacha huko. Binti huko nje anagomba, huyo anarusha maneno ya shombo, anasema kwamba hautakaa kwenda mbinguni, wewe kwako ni motoni tu. Siku moja Zira baada ya kurudi nyumbani jioni, akakuta kuna kikao cha familia, watu wakamweka semina hapa. Mama yake akamwambia kwamba tumepokea simu kutoka kwa Ustadh Amer, anahitaji kukuoa. Binti akafikiria sana jambo hilo na akawa amekubali kuolewa na Amer. Basi taratibu zikaanza kufanyika. Siku ya kumposa, mama yake Amer kwenye kumsalimia binti Zira akaona alama mkononi mwake, alama ya kutaka kujiua binti. Mama akawa ametambua kabisa huyo binti mambo aliyokuwa anayapitia, lakini akamtia moyo tu, akamwambia kwamba naamini siku za usoni wewe utakuwa mwanangu, karibu katika familia yangu. Zira pamoja na Amer wakawa wamepata nafasi ya kuzungumza. Amer akamuuliza, unajua kwa nini nahitaji kukuoa? Japo ninaamini hatujafahamiana zaidi, lakini tutaendelea kufahamiana tu kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Kweli siku ya ndoa iko imefika. Dada mtu haamini kama mdogo wake anakwenda kuolewa na mtu ambaye kila mmoja mwenye kujitambua angetamani kuolewa naye. Upendo ukawa umetawala sana siku hiyo, ndoa ikafanaka kweli kweli. Kwa bahati nzuri, Amer alikuwa ni kipenzi cha watu wote na marafiki zake walikuwa hapo kumsapoti katika kila hatua. Maisha ya ndoa yakaanza rasmi. Japo siku hiyo ya kwanza kabla akija happen, Amer akawa amehofia hali ya Zira, ni kama alikuwa anasumbuliwa na pumu hivi. Kwa siku hiyo hakuwa na haraka kabisa, kwa sababu huyu ni mke wake. Wanasema hivi Waswahili, ndege wako manati ya nini? Akawa amemwacha apumzike binti kwa siku hiyo, na binti akawa amemwomba radhi sana, kwa sababu siku hiyo ndio ulikuwa usiku wao wa kwanza. Amer alimfundisha kila hatua binti ili aendelee kuzoea kuamka asubuhi kufanya swala kwa Mwenyezi Mungu. Maisha haya ndiyo maisha yake mapya, na sio mtu kuamka ukiwa na pombe kichwani, ama hata kuamka ukiwa katika kingo za klabu kwa sababu jana tu ulizima. Maisha yakaanza, maisha yenye furaha. Ustazi hakujificha, alionyesha wazi kwamba alikuwa anampenda mke wake. Kila mmoja alilijua hilo.
Siku moja wakiwa wanaemea vitu, mke pamoja na mme wakuwa wamekutana na rafiki yake Zira. Niki yuko hapo, ni mtu wa kidunia haswa, anaongea maneno matupu bila kujali anaongea na nani. Akamuuliza binti, unadhani kuolewa na ustadhi ambaye anafahamika kuna kufanya wewe uende mbinguni moja kwa moja, ama unajiona kama wewe ni malaika, ama kwa sasa unajiona kama wewe ni mtu maarufu, si ndio? Binti akajaribu kumsihi Niki aache kuzungumza maneno hayo ya aibu mbele ya Profesa Amel. Akajaribu kuingilia kumtuliza, lakini binti akamwambia kwamba ukitaka kuoa kama mwanaume hakikisha unachunguza historia ya mwanamke unayemwoa alikotoka, kisha kwa muondoka hapo na kuacha. Sasa wakiwa kwenye gari wanarudi nyumbani, binti ikabidi kumuuliza mme wake kwamba je, unajua kitu chochote kuhusiana na maisha yangu ya nyuma? Amel alikuwa amejibu kwamba maisha yako ya nyuma hayanisaidii kitu chochote, nitatengeneza maisha yangu mimi na wewe kuanzia hapa kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Binti ikabidi kumweka wazi kwamba hapo zamani za kale sio kumchukia tu Mwenyezi Mungu, alichukia imani kwa sababu alilelewa katika dini na alikulia katika shule ya imani, lakini siku moja alimshuhudia mtu akiiba vitu vyake. Lakini baada ya taarifa hiyo kupeleka katika uongozi wa shule, yeye ndiye aliyepewa adhabu badala ya mwizi husika. Hili jambo lilimfanya binti kuto kuiamini tena imani. Yeye pamoja na rafiki yake Niki wakaamua kuachana kabisa na mambo ya kimungu na kuingia katika ulimwengu wa anasa. Lakini mume wake akamshika mkono na akamtuliza mke wake na akamwambia kwamba kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kila kitu kilichopita kimekwisha kupita. Penzi likawaka kwa kasi. Kasi yao ya upendo ikakuwa kadiri siku zilivyozidi kwenda. Siku kwenda siku kurudi, baada ya vipimo akawa amegundua kwamba yeye ni mjamzito. Amel akawa amefurahi sana. Wakaenda pamoja na mke wake kwa ajili ya kufanya check-up. Baada ya kuangalia maendeleo ya mimba, wakuwa wamepanga kwamba waiweke siri ili kuto kuruhusu watu wenye husda. Pia wakaamua kuiweka siri kwa sababu ya udhaifu wa ujauzito huo. Wakatamani pengine ifikishe mimba hiyo miezi miwili ndio waliweke wazi. Wakaamua kusherekea wao wawili tu bila kelele za watu wengine. Siku iliyofuata ustazi Amel akiwa kazini akawa amepigiwa simu na mke wake, anamuomba arudi nyumbani kwa sababu anajisikia vibaya, tumbo linamuuma na damu inamtoka. Baada ya kupelekwa hospitalini, binti amepoteza mimba. Mimba ambayo ilikuwa ni furaha kwao kwenye ndoa ikageuka kuwa ni huzuni. Mme akageuka ni nyuki kutoa asali tamu na maneno matamu ya kumtuliza mke wake ili kumvusha katika hali ya maumivu yanayomkabili, akimhakikishia kwamba Mwenyezi Mungu anajua ni nini ambacho sisi tunachokistahili katika maisha haya. Sasa swala hili sio la wao kupoteza mimba tu wanandoa, bali midomo ya watu ambao walikuwa wanawazunguka. Kila mara watu walipokuwa wanakutana na Zira walikuwa wanamuuliza, mbona bado hujambebea ujauzito ustazi? Kwa nini unachelewa? Hili jambo lilimfanya binti kukosa amani kila alikuwa akishiriki na mume wake. Baada ya siku kadhaa alikuwa anaenda kutazama kama amepata mimba ama bado. Hili jambo lilikuwa linamfanya binti kukosa raha. Mume wake akawa anamfariji tu binti ili avuke katika hizi nyakati ngumu. Siku hii imefika, ni siku ya 80. Siku kwenda siku kurudi, watu wakarudi katika mstari na upendo ukastamili tena upya. Penzi likawaka tena, furaha pamoja na nuru ikarudi tena. Binti akasahau kabisa maumivu ya kupoteza mtoto. Licha ya maisha kuendelea, mara nyingi rafiki yake wa zamani Zira, binti Niki, alikuwa anajaribu sana kumpigia binti simu, lakini binti alikuwa hapokei kabisa. Siku moja wako wamepata podcast moja, wakaongelea kuhusiana na mahusiano yao. Binti aliongea maneno mengi sana mazuri ya kumsifia mume wake, jinsi ambavyo amepambana na kumvusha katika vikwazo vya kidunia na kupambana kumrudisha katika njia ya kumtumaini Mwenyezi Mungu. Jambo hili linamfanya yeye ajivunie kuwa na mume mwema sana. Baada ya siku kwenda, binti akawa anashangaa kwa nini mume wake anapenda sana kumtazama usoni kana kwamba kuna jambo anatamani kumwambia, lakini kila alipokuwa akimuuliza, mwanaume alimsifia uzuri wake kwamba ana mke mzuri, mrembo, ana muonekano mzuri, na hilo jambo linamfanya yeye kuendelea kuwa pamoja na yeye muda wote. Anatamani kuwa anamshika, anatazama movie wakiwa pamoja, ndiyo ndoto yake ya muda mrefu. Baada ya kumaliza kutazama filamu, walivyotoka nje wakakuta kuna watu wengi sana na makelele mengi. Baada ya kufika hapo, Zira akawa ameshangaa baada ya kumuona rafiki yake Niki anataka kujitoa uhai wake. Binti amekata tamaa na akaanza kumlaumu Zira mbele ya watu. Anasema kwamba mimi nilikuwepo katika maisha yako, maisha ambayo wewe mwenyewe uliyachagua, nikaamua kukuunga mkono, lakini kwa sasa wewe haupo katika maisha yangu, umeniacha katika maisha yako. Binti anapitia magumu kwa sasa na alihitaji hata mtu wa kuzungumza naye, na kwa sasa binti ni mjamzito na mtu aliyemtia mimba amekwisha kukataa majukumu hayo. Hivyo binti anaona ni bora ajiondoe, kama sio kujiondoa yeye, bora akiondoe kiumbe ambacho kiko ndani ya tumbo lake. Zira akamsihi sana
asifanye jambo hilo. Akamtia maneno ya busara, na ustazi mwenyewe ikabidi kuingilia hapo, akamtia binti maneno ili binti atulie. Kweli binti akaamua kurudi katika mikono ya rafiki yake. Zira akamwambia kwamba umebarikiwa kupata mimba ama mtoto ni neema. Kuna watu ambao wanatafuta hiyo bahati na hawajawahi kuipata, ikiwepo mimi mwenyewe. Mimba ama mtoto ni baraka. Baada ya binti kurudi nyumbani pamoja na mume wake Amel alikuwa amemfanyia mshangao mke wake kwa zawadi, kisha akampeleka binti katika nyumba yao ambayo bado ilikuwa haijakamilika, nyumba ya kifahari, nyumba ambayo ilikuwa ni ndoto ya Mr. Amel mwenyewe. Baada ya kutembea na kutazama, ghafla Amel akaanza kukohoa. Mwanzo ilionekana ni kawaida tu, lakini kikohozi hiki hakikuisha, kikawa ni cha mfululizo kwa siku kadhaa. Binti ikabidi kumpeleka mume wake hospitalini kwenda kuangalia nini shida. Baada ya vipimo, daktari akasema kwamba shida kuu inatoka katika mapafu ya mume wako, ndio inaleta shida, anashindwa kupumua na inasababisha kukohoa. Hivyo Amel ikalazimika kulazwa kwa siku kadhaa. Kwa sasa tumefika siku ya 160 ya simulizi hii ya bwana mkubwa Amel. Baada ya kutoka hospitalini, ustazi alijitahidi sana kufanya mazoezi pamoja na mke wake na maisha yakarudi kama zamani, lakini Amel alikuwa akikohoa, japo sio kwa sana kama hapo mwanzo. Mke alijitahidi sana kuendelea kumtia moyo mume wake, japo mwanaume pia alitamani kuto kumtia wasiwasi mke wake. Muda wote alitamani kumuona mke wake akiwa na furaha. Siku moja Amel akamwambia mke wake kwamba nimemkumbuka sana mama yako, ninatamani kwenda kumuona mama yako pamoja na shemeji yangu Bera. Sasa kabla hawajaenda, wakaamua kwenda kununua zawadi kwa sababu ni ngumu kwenda mikono mitupu. Ustazi siku hiyo alinunua vitu vyenye thamani kubwa sana, na wakawa wametoka hapo moja kwa moja wakaanza safari na kwenda kumuona mama mkwe. Baada ya kufika huko, akawa amekabidhi zawadi zake kwa mama mkwe wake pamoja na dada yake Zira. Hili jambo liliwafanya familia kufurahi sana, japo mama yake Zira hakutamani sana kupokea zawadi kutoka kwa huyu baba. Yeye zawadi yake tosha, alikuwa anatamani kumwona binti yake akiwa anaendelea kuwa na furaha, kwa sababu kitendo cha kumbadilisha Zira kurudisha katika maisha ya kumcha Mwenyezi Mungu, hiyo ni zawadi kubwa sana kwa mama yake. Baada ya kula na kufurahi na vicheko vya kutosha ndani ya familia hii, Amel akawa amependekeza kwamba kesho familia nzima waende beach kwenda kuenjoy pamoja. Kweli siku iliyofuata wakaenda beach kwa pamoja. Wakiwa huko, mme pamoja na mke wakawa wamepata nafasi ya kuzungumza mengi sana. Amel amesimama mahali ambapo alikuwa anapatamani sana kusimama siku zote, kando ya bahari. Akamwambia kwamba natamani ndoto yangu siku moja itimie, tutakapozeeka pamoja tuhamie huku kumalizia uzee wetu, tukiwa tunatazama wajukuu pamoja na watoto wetu tutakaokuwa tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Binti akasema na iwe hivyo. Mama yake Zira mwenyewe anasema ana furaha sana kwa sababu familia yake kwa sasa ina amani sana, na anavyomwona Amel pamoja na mke wake, hili jambo linamtia nguvu sana katika maisha yake. Wakala pamoja, wakuwa wamepata nafasi nzuri ya kufurahi. Mke pamoja na mme wakuwa wamecheza kwa pamoja, lakini katikati ya furaha Amel akawa amezidiwa tena, ikabidi kukimbizwa hospitalini. Hali yake haikuwa sawa sana kama mwanzoni. Amel awamu hii alizidiwa kweli kweli, lakini mke wake hakumwacha kama mme wake. Muda wote alikuwa kando ya mme wake, alimtia moyo, alimtia nguvu, kwa sababu mme wake pia alikuwa kando katika shida ambazo yeye aliwahi kuzipitia katika maisha yake. Maisha ya Amel kwa sasa yakageukia kuwa ya hospitalini. Wakati wote mke wake hakuchoka kumtazama na kumjulia hali mme wake kwa upendo mkubwa. Mwanaume akawa amemwahidi kwamba watarudi nyumbani, watarudi kwa pamoja, wataendelea kuishi kwa upendo kama kawaida. Muda mwingi mwanaume alimtia moyo mke wake ili asiwe na wasiwasi sana juu yake, akamweleza kwamba anatamani sana wahamie katika nyumba yao mpya, na akawa amemtia nguvu mwanamke kwamba ahakikishe anasimamia kila kitu kiende sawa katika mradi wao wa ujenzi wa nyumba. Binti akaamua kweli kusimamia kila kitu, japo hakutamani sana kuwa mbali na mme wake. Kila wakati alimjulia hali kipenzi chake kwa simu, na alipokuwa hospitalini alijitahidi sana kusali pamoja na mgonjwa bila kujali hali yake. Siku moja hali ya mme wake ikabadilika ghafla, ikabidi ahamishiwe katika chumba cha watu mahututi. Akiwa ndani pamoja na madaktari, nje familia nzima walikuwa hapo wakiomba kipenzi chao awe salama. Baada ya muda dokta akawa ametoka hapo, familia nzima iko hapa, upande wa ukeni na upande wa kiume. Dokta akasema kwamba ni mtu mmoja tu anafaa kwenda kumuona mgonjwa. Nafasi hii akawa amepewa mke wa mgonjwa. Binti akiwa ndani akamwambia mme wake kwamba ninajua umechoka, lakini sijui kama niko tayari kwa hili. Mme akawa ametoa mashine, akawa amemwambia mke wake kwamba tabasamu mke wangu, unafaa kuwa na nguvu. Akamwomba samahani, chozi likamtoka kwa sababu anaona kabisa mwisho wake, lakini
hakutamani kumwacha mke wake katika hali hii. Mke wake akawa anampoza mme wake kwa maneno ya Mwenyezi Mungu ili mme apumzike kwa amani. Mwanaume Amel kweli akawa amejitahidi kurudia sala ambayo alikuwa anatamkiwa na binti Zira, na baada ya muda Amel the Professor akawa amefariki dunia mbele ya mke wake. Kwa maumivu makali, binti baada ya kutoka hakujua wazungumze nini na familia yake. Akaenda kujifungia katika chumba kimoja, akakaa huko, alilia, aliachilia machungu yake yote ndani ya mwili wake, kwa sababu kwa sasa atalazimika kuishi bila kipenzi chake kando yake. Mwili wa Amel ukawa umetolewa na ukawa umekabidhiwa familia, ndugu pamoja na marafiki zake waliokuwa hapo. Kwa sasa Amel sio mchangamfu tena, wala hawezi kuzungumza tena, yuko kimya mbele yao. Basi Ustazi the Professor Amel akazikwa. Mama yake Amel alimwahidi binti kwamba licha ya kwamba mtoto wangu hayuko pamoja nawe, lakini wewe bado ni mwanangu. Binti baada ya kutoka hapo akaenda ufukweni, mahali ambapo mme wake alitamani siku atakapozeeka amalizie uzee wake akiwa huko. Na kwa sasa binti anahitajika kukamilisha kila kitu kilichoachwa na mme wake akiwa yeye peke yake. Upendo umebaki moyoni mwake, lakini kuna pengo kubwa sana ambalo haliwezi kuzibika kamwe katika maisha yake. Mwanamke kwa upendo ikabidi kuandika kitabu ambacho kinahusu siku 172 za ndoa baina yake na marehemu mume wake. Hii ndiyo simulizi ya siku 172 za ndoa baina ya Nadizira Shafa pamoja na Ustazi Amel the Professor. Filamu hii inaishia hapa. Tafadhali subscribe, like, share, comment. Karibu.